Huyu mama na watoto wawili, wa kiume ni huyu anaitwa Ekene. Dogo anapenda mziki vibaya mno na ndoto yake kubwa ni kuja kuwa superstar mkubwa sana Nigeria. Mwanae mwingine ni huyu bibi hapa anaitwa Amaka. Ndoto yake kubwa ni kufika chuo, lakini amefeli mara kibao mitihani hadi hivi sasa anarudia. Sasa hii familia licha umaskini walionao, lakini wanaishi kwa upendo mkubwa sana. Ekene akaleta maji ya kunawa, akavunja tamaduni, akanawa yeye kabla mama yake. Si mnaujua huu tamaduni Amaka akataka badilishe nguo kwanza ndo aje apige msosi, lakini Ekene hakuwa na muda wa kusubiri. Akafinya tonge lake moja. Nitakupiga. Mimi ni mtoto pekee wa kiume ujue. Dogo akaloweka tonge kwenye mchuzi. Atamfanya nini sasa? Filamu inaitwa Lesson of the Age. Kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Hili darasa ni la watu ambao wanarudia mitihani. Mara nyingi huwa linafanyika weekend tu, yani Jumamosi pamoja na Jumapili. Na mwalimu wa hili darasa ni huyu mchizi hapa anaitwa Chijioke. Leo Amaka amefika kwa kuchelewa sana darasani. Huwa anafurahia sana kumuona mwalimu Chijioke. Sijui kuna nini hapa. Sasa Amaka ana rafiki yake wa karibu sana darasani anaitwa Joy. Huwa akosekani kila kipindi. Kwa sababu leo Amaka alichelewa kufika shuleni, ikabidi aombe daftari akaandike notes kisha alirudisha. Amaka akaja kumsubiri mwalimu Chijioke hapa. Kwa nini na leo umekuja umechelewa? Amaka akasema kwa sababu alichelewa kumaliza kazi. Najua una majukumu nyumbani, lakini wewe kwenda chuo ni muhimu sana. Unapaswa kulichukulia hilo serious Naelewa, nitafanya vizuri na kuahidi. Amaka anampenda sana Chijioke. Yupo tayari kumsaidia kazi yote ile, ili mradi tu akae naye karibu aisee. Sasa kuna muda huwa anapenda sana kumfulia nguo zake. Hata leo ameulizia hapa. Anaona raha tu kufanya hivyo. Sasa Ekene kila mara yeye kazi yake ni kuandika mistari tu. Lakini Amaka anaona dogo anapoteza muda tu. Nenda katafute kazi huko. Hii ndo kazi yangu mimi. Bora mimi siendi darasani kwa sababu ya mwanaume. Kampiga dada yake neno la uso hapa. Umesemaje? Acha wakimbizane huko ndani. Sasa Amaka akawa anakuja kumfuria mchizi. Furaha yake ni kufanya kazi kwa Chijioke tu. Leo mchizi akamgusa bega Amaka. Vinyweleo vya Amaka vikasimama ise. Amaka kazi yoyote ambayo ataambiwa na Chijioke yuko tayari kuifanya. Hata akisema ana njaa yupo tayari kwenda kupika. Yaani ili mradi tu kafanya kazi za mchizi. Ndio kitu ambacho kinampa raha. Chijioke yeye anamchukulia Amaka kama mwanafunzi wake na kama rafiki yake tu, hana hisia za kimapenzi kabisa na bibie. Leo kuna ugeni umekuja hapa kijijini. Huyu anaitwa Tosin. Aliletwa na serikali kufundisha shule ya kijijini hapa. Taxi ilipofika hapa, dereva akamshusha. Hawezi kuendelea na safari tena maana akatembea kinoma yani. Tosin akasema alipi hata shilingi 100 maana hajafikishwa sehemu ambapo anaenda. Dereva kamkaba na itaka 25 yake. Chijioke akawa amefika. Akamwambia mlipe tu aondoke maana ugomvi haustahili hapa. Kweli bana, Tosin akamlipa dereva. Unaelekea wapi? Naelekea shule ya kijiji. Chijioke akasema sio mbali sana na hapa. Naweza kukupeleka. Mzee wa scraper gari yake imemsaliti bana. Si mnaona anafanya kazi? Chijioke akamfikisha Tosin hadi karibu na eneo la shule. Akampa maelekezo anapotakiwa kufika na nini, vitu kama hizo. Mtu wangu, unafanya kazi hapa pia? Hapana, nafundisha darasa la watu ambao wanarudia mitihani na huwa linafanyika mwisho wa wiki. Tosin akaelekea kuripoti. Bibi haya mazingira hajayapenda kabisa. Usiku wakati Amaka anasoma, muda wote akawa anauoza mkono wa mchizi uliomgusa, huku mdogo wake alikuwa na koroma tu. Ikabidi amwamshe aende kulala chumbani kwake maana mikoromo yake imemharibia hisia zake. Dogo akataka kupita ukutani bana, sio amekuwa jini. Hili ni wenge la usingizi tu. Akarudishwa pite mlangoni. Huyu mchizi anaitwa Uche. Amekuja kuwatembelea wazazi wake hapa kijijini. Wakati anaendesha gari, si akamkosa mama yake Amaka ise. Uche akashtuka. Akaanza kuomba msamaha kwa mama kwa sababu alikuwa anawahi sehemu. Ulikuwa unawahi sehemu? Kwa hiyo mimi ulitaka kunipeleka hospitali Samahani, umeumia? Ndio ulikuwa mpango wako huo, si ndio? Uche ni mtu mmoja mnyenyekevu sana. Akamwomba kama vipi ampe lift hadi anakoelekea. Kwa sababu umeshindwa kuniua hapa nje, unataka niingie kwenye gari ukaniulie huko, si ndio? Lakini kwa unyenyekevu wa Uche, mama akawa amekubali kupewa lift ise. Mama akapanda kwenye ndinga. Uendeshe taratibu sasa. Jina lako ni nani mwanangu? Uchechuku. Umetoka hiki kijiji? Ndiyo mama. Wazazi wako ni kina nani? Mr. na Mrs. Okafo. Mama anawajua hao watu. Ni watu wana roho nzuri sana. Akasema ni watu wema sana hao, na wafahamu. Kwa hiyo wewe ndio unajenga ile nyumba kubwa? Mchiza kakubali. Acha mama atoe sifa kibao hapa. Vipi watoto na mkeo? Wanaendeleaje? Uche akasema hana mtoto wala mke. Mama akashangaa. Hujaoa hadi sasa hivi? Mama, sijampata tu. Wanawake wote wazuri wapo kijijini pamoja na mjini. Bado hujapata tu. Mchiza akasema anatafuta bado. Kwa hiyo akimpata basi atamuoa huyo huyo. Huku Tosin yuko busy kutafuta mtandao. Simu haiwezi hata kutuma meseji za kawaida tu. Chijioke akamwona anateseka hapa Tosin. Ikabidi amfuate kumsaidia. Akamwambia kuna sehemu mtandao unashika vizuri sana. Kwa hiyo mchizi ikabidi ampeleke huko. Kama unavyojuaga, hata kama kijiji kiwe hakina mtandao kiasi gani, lakini kuna sehemu moja tu kienda lazima mtandao ushike. Si mnaijua hii Eneo lilikuwa ni tulivu sana ise. Tosin akapapenda mno. Umetokea hapa? Hapana, kijiji chetu sio mbali sana na hapa. Kwa nini upo hapa sasa? Mchiza akasema ni mwalimu wa wanafunzi ambao wanarudia mitihani tu. Tosin akasema
haya mazingira ni magumu sana kwake. Hakutegemea kabisa kama ataletwa hapa, lakini amepambana sana kuhamishwa, imeshindikana mpaka sasa. Chijioke akasema miundombinu na vitu vingine sio vizuri, lakini utawapenda sana watu wa hapa, ni wakarimu. Sasa Uche hakuacha kumtembelea mama Amaka, maana alihisi pengine amemuumiza huyu mama, lakini mama akasema yupo sawa kabisa. Wakati wanaongea hapa, akapita Amaka anasema anaenda kujisomea kwa kina Joy. Uche alipomuona akavutiwa kinoma na hiki kiumbe cha Mungu. Mungu aliumba ise. Mama akasema ni mwanangu huyo, ni mzuri. Najua, amechukua uzuri wako kabisa. Acha mama afurahi hapa. Sasa Amaka amemwaga mama yake anaenda kujisomea kwa kina Joy. Kumbe amekuja kumfulia mchizi hapa. Amezama kwenye penzi mpaka anadanganya wazazi wake. Noma sana hii. Chijioke akawa anajisikia kuumwa mgongo pia. Amaka akamwambia atamsaidia kumfanyia masaji akimaliza kufua. Itakuwa masaji tu hii kweli au kuna kingine hapa? Kweli bana, vitu vyote vikaandaliwa tayari kwa ajili ya masaji. Mwana alipovua shati tu akamchanganya kabisa Amaka. Muda wote akiwa nyumbani akawa anafikiria kila alichokiona. Hata mama akimuita Amaka asikii kabisa. Si amezama kwenye dimbwi la mawazo. Noma sana hii. Mama akasema kuna kitu anataka wazungumze. Unafikiria nini kuhusu Uche? Uche gani? Samahani, nimekumbuka sijawatambulisha kweli. Akirudi tena nitawatambulisha vizuri, sawa? Uche ni yule kijana uliyemuona pale. Yule mwanaume? Yule sio mwanaume, ni kijana. Ndio. Unamfikiriaje? Sasa nimfikirie vipi mtu ambaye simjui? Najua haumjui. Ni mzuri anapendeka, si ndio? Amaka akasema yuko vizuri tu. Au unataka niseme nini? Anaweza kukuoa? Amaka akasema hawezi kuolewa naye. Kwanza ni mtu ambaye hamjui. Kwa hiyo anachokitaka yeye atimize ndoto zake za kusoma tu, afike chuo, awe na degree yake basi. Mama aamini kabisa kama mwanae atatoboa kwenye masomo. Maana amerudia kufanya mtihani mara 3 lakini bado hajatoboa. Hii ya 4 ndo ataweza kweli? Sasa Chijioke akawa anakutana mara kwa mara na Tosin kwenye mti. Wao wanapaita mtandaoni hapa. Mchizi anampenda sana Tosin, lakini amekunja moyoni tu, hawezi kumwambia. Chijioke akaambiwa na Tosin kuwa ana mpango wa kuondoka hapa kijijini. Mchizi aliumia kishenzi, yani anatamani endelee kubaki tu hapa. Tosin akasema kuna ndugu zake wanafundisha Kiingereza huko Ujerumani, wanalipwa pesa nyingi sana. Sijajua kwa nini wewe uko hapa. Chijioke akasema akiunganishwa kwenda huko atafurahi sana. Tosin akasema ataipambania hiyo nafasi. Akizungumza nao tu akamwambia nafasi ipo, basi atamjulisha na kama vipi atamuunganisha kabisa. Wakati Amaka anatembea njiani na raha zake, akaona Chijioke yuko na Tosin. Walikuwa wanatembea pamoja ise. Raha yote ya Amaka ikarudi kwenye mkoba. Urafiki wa Tosin na Chijioke ukazidi kuongezeka. Hata akiwa anafundisha tu, lazima Tosin aje kumwangalia mchizi. Amaka akiona hivi, roho inamuuma kishenzi yani. Hata wakati wa kutoka darasani, Chijioke na Tosin wanatoka pamoja. Tosin anamsifia kinoma mchizi anajua kufundisha na nini. Hiki kitu kinamuumiza sana Amaka. Moyo wake, akili yake, vyote havifanyi kazi kabisa. Leo tena Uche amekuja kumtembelea mama Amaka. Ekene akasema kama unatafuta mtu wa kutumbuiza siku ya uzinduzi ya ile nyumba, mimi nipo hapa. Nina muda tu wa kutosha. Nitaimba vizuri sana. Ngoja nikuimbie kidogo hapa. Mama akakataa, maana naijua hii dhoruba. Mara kaingia Amaka. Uche anapagawa sana kimuona Amaka. Mama akamtaka Amaka azungumze na Uche hapa sebuleni. Mama na Ekene wakawa wameondoka. Wakawapisha zungumze watu wawili tu. Amaka alikuwa amevuta mdomo huyo. Uche kila akiuliza swali anajibia kifupi. Hataki kabisa mazoea na mtu yoyote yule, maana moyo wake hapo unauma vibaya mno. Upande wa pili Chijioke amemleta Tosin nyumbani kwake. Akasema hii ni nyumba ya mjomba wake tu, yeye yuko nje ya nchi kwa sasa, kwa hiyo amemwachia mlindie hapa. Huku Uche ameletea mazagazaga kibao hapa nyumbani, lakini Amaka akili yake haipo hapa kabisa. Ni kama analazimishwa na mama yake tu. Wakati Chijioke anatoka, akaja Amaka. Akasema amekuja kufanya kazi za hapa nyumbani. Chijioke akasema anatoka. Kuna mtu anaenda kuonana naye na hajui muda gani atarudi. Kwa hiyo akamtaka Amaka kama vipi aende tu nyumbani. Wakati Ekene anaipigisha sound PC yake hapa, si akamwona Chijioke na chuma kipya. Dogo alikuwa anawatazama sana hadi PC yake kamaindi. Unawatazamaji watu hivyo wewe? Au umeimaindi na wewe hiyo PC Aliporudi nyumbani tu akamfikishia taarifa dada yake. Akasema na ubuyu wa Zanzibar ni mtamu vibaya mno. Nimemwona mpenzi wako, sijui ni mwalimu wako yule. Nimemwona yuko na kopa mpya. Mungu wangu, ukiwaona ni mapenzi matupu. Wanakumbatiana, wanapigana mabusu, walikuwa wanafanya malavidavi barabarani. Haya sio yale mapenzi ya kumfulia nguo mtu. Haya ni mapenzi original sasa. Ekene, unajua mapenzi ni nini? Amaka amekasirika sasa. Dada, achana nayo hayo. Lakini hili, Mungu wangu, ukiona mapenzi unajua tu. Sio yale ya kufuriana nguo. Dogo anamkejeli dada yake hapa, akamkosa na nyanya. Hili lilimuumiza sana Amaka. Ikabidi Amaka aje tena nyumbani kwa Chijioke. Bahati mbaya akakutana na Tosin aisee. Chijioke yuko wapi? Akaambiwa kuna kitu ameenda kununua dukani. Amaka akaondoka hakutaka hata kujitambulisha kabisa, maana amemaindi vibaya mno. Sasa Amaka akawa ni mtu wa kulia tu. Ekene alipomwona dada yake akajua analia. Ikabidi amuulize, "Dada, uko sawa?" Lakini Amaka anasema yuko sawa. "Nitamwambia mama." Amaka akasema simwambie. Ekene akajua mwalimu wake ndo anamtesa dada yake hivi.
Ekeni kabida mbembeleza dada yake hapa na nini, akampamba sana yani. Lakini hakuishia hapo tu, akampigisha na nyimbo zake zile za udwanzi. Kidogo kwa mbali dada yake akawa sawa. Amaka akawa ni mtu wa kujifungia ndani muda wote. Mama akamtaka leo atoke na Uche, maana amekuja kumchukua. Licha ya Amaka kukataa, lakini mama akamlazimisha sana atoke na Uche. Kweli bana, Uche akaja kumchukua bibi hapa na nini, kisha kaondoka naye. Wakati wakiwa njiani, Amaka akawaona Chijioke na Tosin. Aliumia kishenzi aise, yani akiwaona tu roho yake inachefukwa. Akamtaka Uche amrudishe nyumbani. Kweli bana, mchiza akageuza ndinga akarudi nyumbani. Walipofika nyumbani, kila mtu akashangaa kuwaona hapa, maana wamewahi sana kurudi. Amaka aliposhuka tu akapitiliza ndani. Uche naye akaamua kurudi. Hakuna aliyekuwa anajua nini kinaendelea hapa. Mama akaja kuongea na Amaka. Akamwambia yule kijana ni mtu mzuri sana. Angalia anayoyafanya hapa kijijini. Hii nafasi wasichana wengi sana wanaitaka. Mama, wasichana wengi, sio mimi. Yule sio mwanaume wa ndoto zangu. Haya, huyo wa ndoto zako ni nani? Simjui. Amaka kaondoka kwa hasira. Amaka akaja nyumbani kwa Chijioke. Akamwambia amegombana na mama yake kisa mchizi. Kivipi? Mama anataka niolewe na Uche, lakini sitaki kwa sababu nina hisia na wewe. Nahitaji kutumia muda wangu na wewe. Napenda kufanya kazi zako ili nitumie muda na wewe. Napenda kuja darasani ili nikuone wewe tu. Nakupenda. Chijioke alikuwa kimya tu. Hausemi chochote, unampenda sio? Nani? Kopa Tosin. Chijioke maneno yote mfukoni. Lakini amekuja hapa kijijini miezi michache tu. Umewezaje kumpenda wakati mimi niko hapa muda wote? Haujawahi hata kunitazama, hata kunizingatia tu. Amefanya nini? Amekuambia nini? Kwa nini unampenda sana? Pinky Boy kimya. Hausemi kitu Sijui nini cha kusema. Amaka kaondoka na maumivu makali moyoni. Maneno ya Amaka yakaanza kumnyima usingizi Chijioke. Hatafanya nini na ameanza kumpenda Tosini? Amaka hata darasani kwa sasa haji tena, maana kilichokuwa kinamleta hakimtaki tena. Wakawa wanapishana njiani bila kuongeleshana. Sasa wakati anatembea Amaka akadondosha pesa. Chijioke akaziokota akampatia. Kila mtu akapita njia yake. Wanaumia lakini watafanya nini sasa? Chijioke akawa na mawazo kila mahali. Hiki kitu hadi Tosin akakitambua. Lakini mwana akasema alikuwa anafikiria somo la kufundisha kesho. Kadanganya hapa. Leo Amaka akamwomba msamaha Uche na mwana akaupokea ise. Lakini pia kwa mara ya kwanza Amaka akamwomba Uche amtoe auti. Mwana hakuamini kabisa hiki kitu kama kimetokea. Basi bana, Amaka alifurahia sana mtoko wa leo, maana amenunuliwa vitu kibao na mchizi. Walau hapa katuliza mawazo yake ise. Baada ya kukosekana kwa muda darasani, Joy akaja kujua amepatwa na nini Amaka. Amaka akasema ndoto zake za kwenda chuo zimekufa. Kwa nini? Fikiria hii ni mara ya 4 nafanya mitihani. Nitajuaje kama nitafaulu mara hii? Umekata tamaa kabisa Amaka akasema kwa sasa ndoa ndo chaguo lake sahihi kama ambavyo mama yake amesema. Basi bana, Joy akamletea taarifa Chijioke kuwa Amaka ameamua kuolewa. Amepambana sana kuongea naye na nini, lakini hayo ndo maamuzi yake. Chijioke atafanya nini sasa hapa? Chijioke leo akajichanga akamnunulia ndizi Tosin. Wakati wanaongea, Tosin akasema ndizi anazipenda sana mpenzi wake. Mwanaume wako? Ndiyo, mpenzi wangu. Upo kwenye uhusiano? Ndiyo, kuna tatizo? Hapana, hujawahi kuzungumzia tu hilo. Tosin akasema kipindi anakuja hapa walikuwa wamegombana na mpenzi wake, lakini kwa sasa wameshaweka mambo sawa, wako vizuri. Nampenda sana mpenzi wangu na nimemisi mno. Chijioke akapigwa na upepo wa moto moyoni. Hatafanya nini sasa hapa? Matarajio yake yamezikwa mazima. Leo Uche akamleta Amaka anapojenga nyumba. Amaka alisifia sana nyumba ya mchiza anayoijenga. Mara Chijioke si akapita, Amaka akajifanya kama hajamuona vile. Chijioke leo akaja kumtembelea mama Amaka. Mama akasema alipanga mtafuta mpe sifa zake, maana anaongelewa sana hapa kijijini kwa kazi yake anayoifanya. Sasa Chijioke amekuja kuongea na mama kuhusu Amaka. Sasa hatujui waliongea nini hawa, lakini tukatupwa kwenye kikao cha familia. Mama akasema kuanzia leo hakuna atakayeolewa hivi karibuni. Amaka lazima asome hadi afike chuo. Lakini mama, wewe ndio uliniambia ndoa ni muhimu. Ni mimi pia huyo nimesema nahitaji uende chuo kabla ya ndoa. Kwa hiyo Uche hatakuwa shemeji yangu tena. Nyamaza, naongea vitu serious, wewe unaongea ujinga hapa. Mama akamtaka Amaka awe anaenda kufundishwa na Chijioke. Mama akamaliza maongezi akaweka na muhuri kabisa. Yaani hakuna mtu wa kubatilisha. Mama akamuita pia Uche akamwambia mwanae hataki kuolewa. Uche akashangaa. Mbona mambo yanaelekea kuzuri tu? Mama akasema anataka mwanae asome hadi chuo. Lakini pia akasema kuna wakati akili na moyo haviendi sawa. Kwa sasa nahitaji furaha ya mwanangu tu, kwa hiyo nakuomba uondoke hapa. Usije kurudi tena. Nisirudi? Nini kimetokea mama? Mwanangu amesema atajiua kama nitamlazimisha kuolewa. Uche akashangaa kinoma ise. Huku Amaka na Ekene hawaelewi. Imekuwaje mama yao amebadilisha ghafla hivi msimamo wake? Ekene akahisi mwalimu Chijioke ana mkono wake kwenye hili. Ikabidi Amaka amfuate Chijioke. Ekene anaona anavurugiwa ndoto zake za kuimba siku ya uzinduzi wa nyumba ya Uche. Sasa Amaka akamkuta Chijioke anataka kufua. Ikabidi amuulize, mama alitaka niolewe na Uche, lakini ghafla tu kabadili mipango. Anataka nije kusoma masomo ya ziada kwako. Umemwambia nini? Chijioke akasema amemwambia kuhusu ndoto zake za kwenda chuo tu. Basi, lakini Amaka kuridhika kabisa na haya majibu.
Mawazo yalikuwa ni mengi sana kwa Amaka. Mama leo akamletea zawadi ya gauni mwanae. Ilikuwa ni sehemu ya kuomba msamaha kwa kumlazimisha kuolewa na Uche. Mama hataki kabisa mwanae ateseke. Amaka akapata wasiwasi. Chijioke amemwambia nini mama yake? Mama akasema aliniambia unafanya vizuri darasani, lakini pia ndoto zako tu basi. Lakini pia akasema chochote ambacho anakitaka mwanae ili atimize ndoto zake atakuwa naye bega kwa bega. Amaka akawa anakuja kusoma tu kwa Mchizi. Hataki mazoea mengine tena. Hataki hata kumsogelea Mchizi. Akili yake kwa sasa ni masomo tu. Baada ya masomo hata kusindikizwa hataki kama ilivyokuwa zamani. Kwa sasa kazi yake ni moja tu, masomo. Hakuna cha mapenzi tena. Chijioke leo kaandaa vitu ambavyo anavipenda Amaka: soda, biskuti pamoja na matunda. Lengo lake wakati wanasoma basi wao wanatumia hapa. Lakini Amaka alikuwa serious sana na masomo. Hataki kitu chochote kutoka kwa Mchizi. Mara mlango kagongwa. Mchizi kabidi aende kufungua. Alipofungua tu akakutana na Tosini. Tosini akataka kuingia ndani. Chijioke akamkatalia. Akasema kuna jambo la muhimu sana anafanya. Akamtaka Tosini kama vipi akutane kesho. Aliporudi ndani Amaka akasema ungeniambia niondoke ili mtumie muda pamoja. Kama nilivyosema kuna kitu muhimu ambacho ni wewe hapo. Amaka kusikia hivyo tu akaregea kabisa. Hadi biskuti zikaanza kupanda kwa sababu ameona nathaminiwa aisee. Na kusindikizana kukarudi kama zamani aisee. Amaka muda mwingi akawa anautumia kusoma. Kuna wakati anasoma hadi anapitiwa na usingizi nyumbani kwa Chijioke. Mchizi anakuja kumfunika na shuka ili alale vizuri, maana hataki ateseke kwa sasa. Upendo umeanza kumwingia aisee. Lakini Chijioke hakuacha kuja kuonana na Tosini licha kuwa siku hizi hawaonani mara kwa mara. Chijioke akasema alikuwa bize sana anafundisha. Tosini akasema uhamisho wako umekamilika, kwa hiyo ataondoka muda sio mrefu sana hapa. Chijioke akampongeza sana mshikaji wake pale na nini, maana wamezoeana sana. Leo Amaka akiwa njiani akakutana na Uche. Uche kabidi ashuke kwenye gari kwanza ili wazungumze vizuri. Unaendeleaje? Naendelea poa tu. Samahani kwa kukulazimisha nikuoe hadi ukataka kujiua. Amaka haelewi. Hizi taarifa za kujiua amezitoa wapi huyu? Uche akasema mama yako aliniambia baada ya kuondoka kwenu siku ile. Yeye alipata wapi hizi taarifa? Mchizi akahisi alidanganywa sasa. Amaka ikabidi arudi nyumbani kumuuliza mama yake. Kapata wapi hizi taarifa? Alipofika akamkuta mama yake anasali. Mama akashtuka kinoma. Kwa nini umemwambia Uche anataka kujiua? Mama akamtaka kae chini kwanza wazungumze. Mama akasema Chijioke alimwambia kuwa Amaka anataka kujiua iwapo tu ataolewa na Uche. Lakini Chijioke akamwambia mama asiseme. Haukutaka kujiua? Kwa nini nijiue? Naonekana kama mtu ambaye anataka kujiua. Mama naye akashangaa. Kwa nini alidanganywa na mwalimu? Sasa leo Tosini ndo siku anaondoka hapa kijijini. Chijioke akamletea bajaji hapa na nini, lengo tu impeleke hadi stendi akapande gari za Abuja. Kwa mara ya kwanza Tosini akamkumbatia mshikaji wake hapa kama sehemu ya kumuaga. Chijioke alijisikia vizuri aisee, akaona faraja kabisa hii hapa. Ikabidi arudi nyumbani tu japo ni kinyonge sana. Upande wa pili kwa Amaka amesubiri vya kutosha mlangoni kwa Chijioke. Mshikaji akamkuta yuko hapa. Kwa nini ulimdanganya mama anataka kujiua? Chijioke akasema kwa sababu alikuwa anataka kumuokoa. Hakutaka aache kutimiza ndoto zake kwa sababu ya kuolewa. Unajua yote ulisababisha wewe? Najua, sikutaka nikupoteze. Hiyo ina maana gani? Mchizi leo ndo akasema anampenda Amaka. Kisha akamwomba msamaha kwa kutokumzingatia. Kwa hiyo ndo kaamua useme uongo? Nilichanganyikiwa. Vipi kuhusu Tosini? Mchizi akasema ni rafiki yake tu. Hapana, mlikuwa pamoja kila mahali. Alikuwa zaidi ya rafiki kwako. Tosini ni rafiki tu, hata hivyo na mwanaume wake. Kwa hiyo ulipojua na mwanaume wake ndo kaja kwenye plan B yako, si ndio? Amaka amechoka kabisa na kila ambacho kinaendelea. Kwa sasa ameamua kusoma bila msaada wa Chijioke. Baada ya wiki kadhaa kupita, Uche akaja kumtembelea Amaka. Amaka akamtaka Mchizi asije tena hapa nyumbani na nini, wala asimsubiri kabisa. Kwa sasa anachokitaka asome hadi chuo tu ili apate degree yake. Uche akawa mwelewa, akaondoka. Lakini wakati anaondoka akapishana na Chijioke mlangoni. Amaka hakuwa na muda wa kuongea na Mchizi kabisa. Yaani moyo wake haupo tena kwa Chijioke. Amaka akawa anasoma usiku kucha. Mbinu ya kuweka miguu kwenye maji kawa sehemu yake. Si mnaikumbuka hii mbinu Mimi ningesinzia tu na hayo maji kwa usingizi nilionao. Amaka alikuwa anasoma kwa bidii sana. Lengo atimize ndoto zake kwenye elimu. Anasoma hadi akiwa anapika ise. Baada ya miezi kupita, Amaka ashafanya mitihani na matokeo yametoka rasmi. Alipoyatazama akakuta amefaulu aisee. Alishangilia huyo. Mama akampongeza mwanae pale na nini, vitu kaizo mtu wangu. Baada ya miaka kupita, kijiji kizima kimepata taarifa kuwa Amaka amerudi kutoka chuo. Alipokelewa kwa shangwe kubwa sana hapa kijijini. Ni kama mfalme hivi. Kuna raha kubwa sana kurudi kijijini ukiwa na degree aisee. Si mnaona wenyewe Amaka alichofanyiwa Na huo ndo kama mwisho wa tambala hili mtu wangu linaitwa Lesson of the. Haya jamani, tuachanane na kila kitu. Huu mzigo unaofungua leo. Hadi sina haja muda kuvuta kamba. Ni wa moto. And guess what? Ni sendo. Jamani, Raki Mitumba tunafungua sendo tena kwa mara nyingine.
Sendo za ngozi, sendo ziko very classic. Yaani sendo ziko nzuri kabisa, very classic. Sendo ambazo wewe unataka kutokea. Jamani. Sendo nikiwaambia nafungua sendo za ngozi naomba mnielewe. Ziko very classic kabisa, nadhani mmeziona. Hazina kona kona. Hazina kona kona.